Promises za uongo ni nyingi, lakini za matanga ni za uongo zaidi. Usiwahi amini wale relatives wana promisingi vile wataangalia maslahi ya familia ya mwenda zake akishaondoka. Si kuna kuanga na promises za uongo. Na sijui hawa maanko wenye huwa wamebaki, mbona wanakuaga watu waongo hivyo? Maanko wanakuanga na uongo. Kwanza mnasikianga mnasemanga maanko wa side ya baba ndio wanakuaga waongo. Unasikia vile wanasema watawachukua wawapeleke Nairobi, watoto wa marehemu hawatateseka, mke aliyebaki hataona tabu. Na ni uongo. Haki maanko, mbona mnakuwa hivi? Na hadi maanko wengine unasikia wanasema eti sitakubali mtu achezee shamba na mali yenye mwenda zake ameacha. Kumbe ni yeye yako na interest. Hata unasikia vizuri, anataka abebe vijana wa mwenda zake aende akawapatie kazi Nairobi. Kumbe anataka awachukue ndio abaki na shamba ya mwenda zake, nyumba ya mwenda zake ibaki, achukuage hata kondoo. Sasa nyumba yenu ataifanya sto. If you understand, you understand. Sasa sijui anko wanakuangaje. Sijui mbona anko wanakuanga hivyo. Anko ni wao. Na ukiona yule anko ameshughulika sana kwa mazishi ya baba yenu, kama nyinyi ndio mmebaki mayatima, huyo anko mumshuku sana. Huyo anko lazima ako na interest. Alafu sasa kuna wale masiblings wengine wenye ni mbumbumbu tu, hao bora anko amesema atawapeleka Nairobi. Kwa anko kuna kuanga na mkate asubuhi. Kwa anko kwa ako na friji na kuaga na juice. Watoto wa anko wanakuaga na PlayStation, tutacheza. Kwa sababu ya ile akili yenye sio independent. Bora tu anko hata akibeba shamba yote, kwani iko ni si bora sisi tunakunywa chai ya maziwa kwa anko Nairobi. Lakini ujue wakati mzee ameenda, kuna wale watoto wanapenda zaidi. Okay, anawapenda nyote, lakini kuna wenye anapenda zaidi. Aki hao ndio wanaumia. Sasa shida inakuaga mzee hati ameenda kwa jirani akachukua watoto wa wenyewe akawapenda zaidi hata kushinda wake. Aki unaachwa yatima, na hata mwenye amefariki si baba yako. Aki unaumia. Mayatima wamebaki waliomo na wenye wasiokuemo. Sai mayatima mutaumia. Mutakiona. Mutateseka rabi.